Tumai kwamba umebarikiwa na muda wangu wa kukupa vidokezo vya habari umeyoma kidogo. Niruhusu nikupe vile vidokezo kwa haraka tu kabla sijafika wakati wa kutambua wale ambao mmeendelea kujiunga nami katika kipindi cha leo cha Anza na Bwana. Taarifa kwa ufupi, na nitaanza na taarifa kutoka katika kaunti ya Bungoma ambako Wafula David Wakoli anaendelea kuongoza katika maeneo bunge katika uchaguzi mdogo wa useneta ambao ulifanyika na kukamilika hiyo jana, na ama atakapotangazwa rasmi basi takuwa tunakujuza kwamba ameshinda ama kuna yule ambaye anapita katikati kama wanavyosema wanasiasa. Na vile vile kumbuka kwamba kutoka katika eneo la kuna uchaguzi mdogo pia ambao ulifanyika katika wadi ya Mumias kusini pale ambapo Yasin Waluchio kutoka kwenye chama cha KANU alishinda kiti kile cha uwakilishi wadi ama cha udiwani. Vile vile kutoka katika ile county ya Siaya pale eneo la Gem kusini, Brian Ocheng ndiye ambaye alishinda katika kiti cha wadi na yule alikuwa mwaniaji huru. Nikitoka kwenye sehemu ile nikupeleke upande mwingine kwamba jopo lililotengenezwa na Rais William Ruto kuwachunguza makamishna wanne wa IEBC linafanya kikao chao cha kwanza hii leo. Katika kile kikao ambacho watafanya hii leo, kumbuka kwamba makamishna watatu washajiuzulu, kwa hivyo watachunguzwa. Naibu kamishna Juliana Cherera, Irene Masit, naye Justice Irene Masit, Juliana Cherera, Justice Nyang'aya pamoja na Francis Wambenderi wamejiuzulu. Kwa hivyo aliyesalia pale ni Irene Masit ambaye atachunguzwa, na baadhi ya mambo ambayo inatajua kikao kile kitazungumzia ni kuhusiana na kujiuzulu kwa wale makamishna wengine watatu. Kumbuka kwamba kwenye ukurasa wake wa Twitter yule ambaye ni wakili wa Irene Masit, Donald Kipkorir, alisema kwamba mteja wake yuko tayari kufika mbele ya ile kamati na yuko tayari kuchunguzwa kwa sababu hana makosa yoyote, akisema hata hivyo kwamba amewasilisha kesi mahakamani ili kupinga kuendelea ama uteuzi wa lile jopo ambalo litamchunguza mteja wake. Nikiachana na swala hilo, ni kwamba Rais William Ruto hiyo jana alizungumza katika hafla moja ya ufunguzi wa chuo cha Technical University of Kenya ambapo walitoa ahadi ya kwamba vyuo vya ufundi vingi vitaanza kufadhiliwa, na si vyuo vya ufundi tu bali wale ambao wanafanya ama wanatafuta masomo ya astashahada diploma watapatiwa ufadhili kutoka kwa serikali in terms of loans and grants pale. Mtazamaji na msikilizaji, nikikupeleka upande mwingine, kumbuka kwamba siku ya Jumatatu wa Kenya watakuwa wanaungana kusherehekea siku ya Jamhuri, na kulikuwa na parallel Jamhuri celebrations ambazo zilikuwa zifanywe na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, lakini kulingana na taarifa ambayo alitangaza Opiyo Wandayi, mbunge wa kule Unguja, alisema kwamba kwa sababu ya mambo mengine ambayo hayakuwa yamejulikana kwamba yatafanyika kwanza, basi walisitisha the parallel celebrations ambazo Azimio la Umoja wa Kenya ingefanya pale. Nikiachana na swala hilo, ni rejelee swala la elimu. Ni kwamba walimu wakuu wa shule za msingi sasa wanataka kufikia mwaka ujao serikali iongeze kile kiwango cha fedha za masomo ya bure ambazo zimekuwa zikitolewa kwa shule, kusema kwamba mambo ni mengi ambayo yanahitaji kufanywa, hasa wakati ambapo mtaala mpya wa elimu wa CBC wanafunzi wanaingia grade ya 7 pale. Nasema kwamba kile kiwango cha fedha kinafaa kurejelewa. Ni swala ambalo tukizungumzia swala hilo, nakumbuka hapo awali waziri wa elimu Ezekiel Machogu alikuwa amesema kwamba ile karo ambayo ilikuwa inatolewa itarejelewa mwaka ukianza. Kwa hivyo natumai kwamba umejiset kabisa, umejipanga, kwa sababu likizo ni refu.
na itakapofika Januari watoto watahitaji kurudi shuleni. Natumai kwamba umejipanga. Nikupeleke kule Angola ambapo naibu rais Rigathi Gachagua yuko pale kwenye ziara ya siku 4. Alielekea kule jana kwenye mkutano wa viongozi wa mataifa tofauti tofauti, ambako inatajwa kwamba watazungumzia mambo mengi, hasa mambo ya ukuaji wa uchumi, biashara na ushirikiano kati ya Kenya na mataifa tofauti tofauti. Rigathi Gachagua anaenda kwa niaba ya Rais William Ruto, ambaye kumbuka kwamba Kenya imekuwa ikiongoza vikao vile kwa miaka 2 iliyopita, na sasa hivi itakuwa inatoa nafasi kwa taifa la Angola kufanya ama kuongoza vile vikao. Nikiachana swala hilo, nikimbia kule DRC kwamba mzozo bado unaendelea kati ya makundi tofauti tofauti pamoja na serikali, hata ingawa kulikuwa na yale mazungumzo ambayo yaliafikiwa mwisho ama mwanzo wa wiki hii, mazungumzo ambayo yalikuwa yameongozwa na Rais Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ni mazungumzo ambayo baadhi ama wengi wa watu ambao walikuwa wamefika pale walikubali kuweka silaha zao chini. Kumbuka kwamba kundi la waasi la M23 hilo halikuhudhuria vikao vile, lilitaka lifanya mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Democratic Republic of Congo. Kule Burkina Faso watu 10 walikufa ama waliangamia baada ya kushambuliwa na kundi la waasi kule, na watu wale 10 ni watu ambao walikuwa wamejitolea kupigana kwa minajili ya kumaliza uasi kutoka na makundi ya waasi ambayo yako pale, ambao wengi wanaaminika kutokea katika taifa la Mali. Na kumalizia, wacha nimuite aliyekuwa kwa sababu ashaondolewa mamlakani, rais mpya ameapishwa. Aliyekuwa rais wa Peru Pedro Castillo, hiyo jana alifikishwa mahakamani, akafunguliwa mashtaka ya kutaka kujiongezea madaraka na mamlaka kwa lile kosa la kutaka kuvunja bunge, swala ambalo lilishurutisha wabunge kupiga kura kumuondoa mamlakani. Na kumbuka kwamba rais wa kwanza kabisa mwanamke alitoa hotuba yake hiyo jana ili kuwashukuru wale ambao walikuwa wamesimama kidete kulinda katiba na kulinda taifa lile la Peru. Ni swala ambalo linaendelea pale, tutakuwa tunafuatilia tujue yale mashtaka yatahukumiwa ama ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea. Mtazamaji na msikilizaji, ni hayo ambayo nimekuandalia kwa sasa, hadi wakati mwingine ambapo nitakuwa pia na kujuza taarifa kwa ufupi. Nasema shukrani za dhati zaidi kwa kuendelea kuwa hapa ndani